عباد الله رحمكم الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rahma na amani kipenzi chake mtume wake Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Hatuna budi illa kuregesha shukrani za dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia mimi na wewe tukawa ni miongoni mwa Waislamu. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sifa zote ni zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye ameniongoza mimi akakuongoza na wewe katika njia yake, katika dini yake, na isingekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuongoza sisi, leo pasingepatikana na yeyote kati yetu miongoni mwa Waislamu. Ndugu zangu katika iman, na wahusieni na kujihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani ndio wasia ambayo Allah aliwapatia walokuwa kabla yetu sisi, na wasia ambayo Allah ametupatia sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwahusia wale walokuwa miongoni mwa wale waliokuwa kitabu, walokuwa kabla yenu na nyie. Wasia gani ambao Allah anatuambia? Anittaqullah, mumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pale tutakapomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndo mambo yote ambayo kwamba tuko nayo hapa duniani yatanyoka. Ukitizama suratu Ali Imran, ndani yake Allah Subhanahu wa Ta'ala azungumzia mambo mengi, ikiwemo mambo yanahusiana na jihad, ikiwa mambo yanahusiana na akhira, yakiwa pana mambo yanahusiana na ngawira, pakiwa na mambo yanahusiana na mapenzi ya watu kwa wanawake, watoto, mali, so on and so forth. Mwisho Allah akamalizia sura kwa kusema wattaqullah, na mumche Allah. Sura inayofuatia suratu Nisa, ndani yake Allah azungumzia hukuk, iwe ni hukuk za mayatima, iwe ni hukuk za wazazi, hukuk za mirath, iwe ni hukuk, yani haki baina yetu sisi na wanadamu wenzetu. Allah akaianza sura kwa kusema ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Pale tukitaka mambo yote yani yanyoke, iwe ni baina yetu, mahusiano baina yetu na Allah au mahusiano baina yetu na wanadamu wenzetu, ni lazima papatikane na taqwa Allah. Pale pakipatikana na taqwa Allah, mambo yote yatanyoka, si duniani na si akhera. Kwa sababu tumeikosa taqwa Allah, ndo umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko kama tunavyoiona leo. Kwa sababu ya kuwa tumekosa taqwa Allah, ndo leo umoja wetu tumeuvunja sisi. Maana ya taqwa, maana ya chini kabisa ambayo ulama wanatuambia ni kufuata maamrisho ya Allah na kukaa mbali na makatazo yake Allah.
ukiwa ni mtu ambaye maamrisho yote ambayo Allah amekuamrisha wayafuata na wakaa mbali na yale yote ambayo Allah amekukataza, basi wewe ni mtu ambaye uko na takwa. Ummata Muhammad ni umma ambao ina sifa kadhaa, na tukitizama maisha ya masahaba tutaona ni ummatu tauhid, ni umma ambao wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lolote liwafikie haiwapeleki mbali na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtizame Bilal radhiyallahu anhu. Mara kwa mara mimi hupenda kutumia mfano wa Bilal radhiyallahu anhu, mfano Ammar bin Yasir, mfano masahaba tukiyataja. Tizama tauhid walikuwa nayo wao. Asilimu Bilal yachukuliwa jiwe yako juu ya kifua chake, yashikwa Bilal, yavutwa katika mchanga moto wa Makkah, ana katika anachomeka, na yeye bado anasema nini? Ahadun ahad, Allah ni mmoja tu. Ukiwatizama kina Ammar bin Yasir, ameshikwa yeye, ameshikwa babake, ameshikwa mamake, semeni Hubal ndo Mungu tutaachilia, wao wanabaki kusema la Allah. Anauawa Sumayya ambaye ni mamake Ammar, anauawa Yasir ni babake Ammar, lakini wamesimama kidete kwa sisi hatutamshirikisha Allah na yoyote. Hebu tujiulize mimi na wewe, kitushika misukosuko ya kidunia, haji mtu akatwambia acha Uislamu, hajakuja mtu akatwambia wewe usiswali, ukiswali nitakuua wewe, lakini misukosuko tu. Labda sijakula breakfast, au sijapata lunch, au sijapata chakula cha jioni, mbio kwa mganga. Mganga yupi yule? Naona kuna namba pale zimeandikwa 07, jaza baadaye mpigie. Na Waislamu hao mafoleni wamejazana pale, wameenda kumshirikisha Allah. Hapa wanatingishwa kwa sababu wameukubali dini Uislamu, wakaamua liwalo na liwe, sisi hatumwachi Allah. Huu ndo ummata Muhammad. Ukitizama ummata Muhammad ulikuwa vipi? Ni ummatul akhlaq, ni umma wenye tabia nzuri, minasidqi, katika kusema ukweli, minaladli, katika uadilifu, minalihsan, katika kufanya ya ihsan. Ukimtizama Abu Bakar radhiyallahu anhu, alikuwa ni mtu mkweli. Amekuja Rasul sallallahu alaihi wasallam awaambia Quraysh, kwa leo usiku huu mimi nimepelekwa Isra wal Mi'raj. Wanakataa, sema umezidi bwana. Akija Abu Bakar, na umemsikia rafiki yako ana mapya, asema amefika mpaka Palestine usiku huu mmoja na amerudi. Abu Bakar radhiyallahu anhu amsidikisha hapo kwa kusema, hata akasema mfika mbinguni mimi namkubali. Ndio maana aitwa Abu Bakar as-Siddiq. Tizama haya, ummata Muhammad ni umma wenye haya. Haya alikuwa nayo Uthman ibn Affan. Je, leo sisi ni wa kweli au tunayo haya? Je, sisi umma ambao tunajinasibisha na umma wa Mtume Muhammad, je haya tunayo? Je ukweli tunao? Tizama uadilifu wa Umar al-Faruq, tizama uadilifu wa Ali ibn Abi Talib khalifat al-muslimin. Amepeana ngao yake kwa Myahudi,
baadaye akifuata amwambia Myahudi, nipe amana yangu. Amwambia hujanipa. Wanapelekeshana kwa kadhi. Kadhi amuuliza, ya Ali, wewe una dalili? Unao mashahidi? Sina. Kadhi astoa judgment, hii ni huyo Myahudi. Ali radhiallahu anhu pamoja na kuwa yeye ni khalifa anakubali. Leo ingekuwa mimi naye tungefanyaje? Singekigeumana hapo jamani. Uaminifu. Ummata Muhammad ni umma yenye uaminifu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam awatangazia Makuraish kuambia Allah ni mmoja. Hawa wenye kwa kimuita al-Amin, as-Sadiq al-Amin, mkweli mwaminifu, wakamuita as-Sahir, wakamuita Majnun. Lakini pamoja na kumuita hivyo, amana zao zimekaa kwake. Pamoja na kuwa wamuita mchawi, wamuita mwendawazimu, amana zao zipo kwake. Tizama wakati afanya hijra kwenda Madina, amemwacha Ali radhiallahu anhu, amana hii ni ya mtu fulani, hii ya mtu fulani, hii ya mtu fulani. Ummata Muhammad ni ummatul jihad wad-da'wa, umma ambao walitoa nafsi zao, mali yao kwa ajili ya dini ya Allah. Mimi na wewe hatuwezi acha usingizi kwa sababu ya sala itakayoninufaisha mimi, itakayokunufaisha wewe kesho siku ya kiyama. Ni umma ambao walikuwa wakilinganiana, akipata jema aenda kumkumbusha na mwenzake. Hivi niulize, tunapokuja kuswali sisi, majirani wangapi hawaswali na tuwaiti? Katika mwaka wa 8 baada ya hijratu nabii sallallahu alayhi wasallam, Waislamu na Makuraish wa Makka wamekiana mkataba, hakuna kupigana, mkataba wa amani. Ikawa ni opportunity ya kupeleka barua sehemu mbalimbali, kuwalingania watu. Wiki iliyopita nilitaja kisa hiki tulipokuwa katika msikiti wa Baraka kule Mombasa. Ar-Rasul anatuma mjumbe wake aende kwa kiongozi wa Rum, njiani anauawa. Na tunajua wajumbe hawauawi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatayarisha watu 3000, nendeni mkapambane. Wakifika watu wa Rum wamekuja na wanajeshi 100,000, majirani zao 100,000, wakawa 200,000. Waislamu wanaona hawa wengi bwana. Wakakaa kushauriana tufanyeje. Wakasema turudi kwa Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam tumweleze hali yetu hii. Mwisho Abdullah ibn Rabah awaambia, la, hawa wamekuja kupambana na sisi, wanaipigania dunia, sisi tunapambana tunaipigania akhira, twendeni. Watu 3000 wanakabiliana na watu 200,000 siku nzima katika mapambano. Akauawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwapatia maagizo, Zaid atakuwa ni kiongozi wenu. Akiuawa Zaid atakuwa Jaafar bin Abdul Muttalib. Akiuawa Jaafar, Abdullah ibn Rabah atakuwa kiongozi. Anauawa Zaid bin Harith, Jaafar anashika bendera ya Kiislamu. Anauawa Jaafar, Abdullah ibn Rabah anashika bendera ya Kiislamu. Anauawa. Waislamu wanapambana bila ya kiongozi. Mwisho wakaambiana, jamani, chagueni kiongozi. Wakashauriana, mwisho akapewa Khalid ibn al-Walid
akapambana nao. Ikifika jioni wameondoka, Khalid bin Walid akachukua watu upande wa kulia, akaika kushoto kulia, mbele akapeleka nyuma akapeleka mbele. Wakija siku ya pili, wale watu wa Rum wakiona, naona wameongezeka, si hao waliotoka tunapambana nao jana. Wakaingiwa na hofu. Khalid bin Walid akarudi nyuma mpaka mwisho akarudi zao Madina. Lakini hebu tizama hapa, watu 300 wanaona watu 200 wanaamua kusimama kupambana na wao. Sio mchezo. Ummata Muhammad ni umma wenye kujitolea kihali na mali katika kuipeleka Uislamu mbele. Na ndio maana leo hii mimi na wewe ni Waislamu. Kuna makaburi mangapi ya masahaba ambao walizikwa huko Afrika? Wangekufa Madina, lakini waliondoka ili kuitangaza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ummata Muhammad ni ummatul ilm wal amal. Ni umma ya watu wanaopenda kutafuta elimu, na ni umma ya watu wanaotendea kazi ile waliochukua elimu. Yani kile walichokijifunza wanaitendea kazi. Ibn Abbas mufassirul umma, Abu Huraira zaidi ya hadithi 1500 wamechukua kutoka kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Umar ibn al-Khattab amechukua Qur'ani, tafsiri, fiqh, wamejifunza. Waliamini maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma nawwara Allahu lahu tariqan ila aljanna. Yoyote yule mwenye kuchukua njia ya kuitafuta elimu, Allah atamsahilishia, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia njia ya kufika peponi. Umma wa Mtume Muhammad ni umma wenye kutafuta elimu. Hamna amal bila ya ilmu. Leo hii elimu hatutaki kuitafuta, na ndio maana amali zetu zikawa za kiholela. Ummata Muhammad ni umma ambao una rahma, ni umma ambao imejaa mawadda, umma ya kuhurumiana, ni umma yenye kupendana. Masahaba wako vitani, mmoja itisha maji, yupo karibu na kukata roho. Ameletewa maji ataka kunywa, msikia jirani yake aitisha asema mpe yule, ahitaji zaidi kunishinda mimi. Ikipelekwa kwake yeye msikia mwenzake asema mpe yule, hahitaji zaidi kunishinda mimi. Ikipelekwa kwake ashafariki, akiregeshwa huwa pili ashafariki, ameletwa huyu wa kwanza ashafariki. Wote watatu wameaga dunia bila ya maji. Hawakupata maji yale waliokuja. Kila mmoja asema mpe mwenzangu. Leo kila mmoja asema nipe mimi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yuingia Madina, ni mwaka wa kwanza huu katika hijra. Ameingia Madina, katika mambo ya kwanza aliyoyafanya ni al-muakha, kuwachukua wale waislamu na masahaba akawafanya mandugu. Abu Bakar ndugu yako ni huyu katika Ansar, Umar ndugu yako ni huyu katika Ansar, Abdurrahman ibn Auf ndugu yako ni huyu. Sa'ad amekuwa paid na Abdurrahman ibn Auf.
Akifika amwambia Abdurrahman ibn Auf, mimi na mali hapa Madina, hii ndo mali yangu yote, taigawanya nusu kwa nusu, nusu yako nusu yangu, na wake wawili, chagua yule umpendaye nitamtaliki, akishamaliza idda muoe. Ingekuwa mimi na wewe tungesema Zara hilo nipe. Abdurrahman bin Auf akasema la, nionyeshe soko liko wapi, nionyeshe tu soko liko wapi, mali yako ibaki kwako, wake zako wabaki kwako. Akaingia sokoni akafanya biashara. Kuna mambo mawili tunajifunza hapa. Moja, kuwa walikuwa tayari kutoa. Pili, walikuwa tayari kuvumilia. So unapawa na unachukua tu bila kumwachia mwenzako. Huu ulikuwa ni ummata Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umma wanapendana, ni umma walikuwa wanahurumiana. Vile vile ummata Muhammad ni ummata sabri wa thabat, umma wenye subra katika misukosuko yote yanayowafikia, na ni umma ambao una thabat, wanasimama kidete wakifikiwa na misukosuko na misiba, kwa sababu wanajua kabisa Allah alishawaahidi, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Lazima tutawaonja kutokamana na njaa, kutokamana na hofu, tutawaonja kutokamana na kuwapunguzia mali, kutokamana na kuwachukua wale wa karibu yenu, na profits ambazo mmepata, matunda mnaovuna, kuyaondoa. Kwa nini? Wapatie bishara njema wale wenye subra. Akina nani? Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao msiba unapowapata, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wanasema hakika sisi ni milki yake Allah, na kwake yeye Allah tutarejea. Misukosuko ambayo kwamba ikiwapata ummata Muhammad, ni watu walikuwa kibaki na subra, na ni watu wenye kubaki na thabat, kwa sababu sisi ni milki yake Allah. Allah yuatuamrisha anavyotaka yeye, akatuwekea maagizo, nyinyi muishi hivi, musifanye hivi. Nyinyi mtasali mara 5 kwa siku, msimshirikishe Allah. Mwabudu Allah, msinishirikishe. Salini sala 5. Fuateni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Swali linakuja, je, sisi tupo hivyo? Je, sisi tupo hivyo? Maisha yetu tunaishi anavyotaka Allah, au tunaishi anavyoishi asiyekuwa Muislamu? أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, tujue ya kuwa sisi pia twajinasibisha na umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tuliekewa kiegezo chema na Allah subhanahu wa ta'ala. Alituletea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah alituneemesha kwa kutujalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Hakika ya Allah amewaneemesha waumini kwa kuwatumilia mtume kutokamana na wao wenyewe. Yawasomea aya za Allah, yawafundisha kitabu chake Allah na hikma ambayo ni sunna yake Rasul sallallahu alayhi wasallam. Mambo ambayo yamekuja kutufundisha Rasul ni kumpwekesha Allah, ni kufuata maamrisho yake Allah, ni kuwa na akhlaq, ni kujitolea kihali na mali kuitetea dini, ni kuwa na subra katika misukosuko, kuitafuta elimu, kutendea kazi elimu ambayo kwamba tuko nayo. Lakini leo maalasaf shadid sisi tumevaliwa na ghafla, tumeghafilika sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, tukasahau kumpwekesha, tukasahau akhlaqi nzuri, tukasahau kuitafuta elimu na kuitendea kazi, tukasahau kuwa na subra, tukasahau kuhurumiana na kupendana. Hivi niulize, tuko waislamu wangapi katika msikiti huu? Je, kuliani kwako alokaa na wewe unamjua? Anayekaa katika ubavu wako wa kushoto unamtambua? Waswali naye kila siku unamjua anaishi wapi, anaishi vipi, anakula hali, ni mgonjwa, ni mzima? Kama jawabu ni ndio, hongera sana. Kama jawabu la, tusubiri nini? Tuje kuulizwa na Allah, jirani yako ana masiku nyingi amekaa na njaa mpaka akafa na njaa, wewe una mali mpaka watupa chakula ndani ya pipa. Mbona hukumtizama jirani yako? Leo tumekuwa umma ambao tunataka tuje kuombwa, lakini masahaba walikuwa wasubiri kuja kuombwa, atoka yeye kumpelekea mwenzake. Mmoja kati ya walimu wangu wasema, wewe ukipata mali katika maisha yako, hebu fikiria kuwa ile mali ni yake Allah, wewe utatumia ngapi kwa ajili yako wewe mwenyewe, na utaitumia alivyokuamrisha Allah ngapi? Lakini pale utakapofikiria kwa mali hii ni yangu mimi, pana mtihani mkubwa sana. Kila unayotoa utakuwa ukicalculate, zipungue hizi jamani. Lakini kwa sababu wajua kwa ni ya Allah, wewe ukitoa unajua ni yake Allah, na milki ya Allah haiishi. Wewe utashangaa tu account yako inaongezeka tu, kwa sababu watoa kwa ajili yake. Kwa nini asikupe? Man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, jema moja Allah anakupa mara 10. Wewe ukitoa kwa ajili ya Allah, kwa nini asikupe? Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wanaishi maisha yao kama ummata Muhammad, umma wa kupendana, umma wa kuhurumiana, umma wenye tauhid, umma wenye akhlaqi nzuri, umma wenye subra na thabat, umma wenye kutafuta elimu na kuitendea kazi elimu hiyo. Allah tujalie miongoni mwa hao. Nikimalizia, sote tunajua wanachokipitia ndugu zetu kule Gaza.
katika kuuawa, katika kuzuiwa chakula isiwafikie. Sasa hivi imefika wakati tusisubiri aje mtu atuambie njia iko pale. Ni wajibu kila Muislamu atafute njia atafikisha vipi kuwasaidia ndugu zake wa Gaza. Kwa hivyo kesho tarehe 8 Mombasa kule patakuwa na program ya Waislamu wote wakikusanyika ili kuchangisha kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu wa Gaza. Tunaomba na nyinyi mkipata fursa tuje tuungane, tuwe pamoja, tuwasaidie wenzetu. Na lengine tujaribu tukae mbali na products zote za Myahudi. Ukifanya calculation Waislamu tuko takriban milioni 10 Kenya. Ukinunua product utoa shilingi moja tu ipelekwe kule, ni milioni 10 hizo zaenda kwa Muisraeli. Miaka miwili ambao ndugu zetu wanapitia mitihani, inasemekana wametumia takriban trilioni 7 za Kenya kwa ajili ya kuwarepua na kuwaua ndugu zetu. Trilioni 7 hizi zimetoka vipi? Wewe ukinunua product ya Muisraeli 30% inaenda kwao. Tujaribu tujizuie tusitumie product zao na tujitolee kimali kihali tuwasaidie ndugu zetu. Kisha niwahusie na kujihusia nafsi yangu kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين.